Habari, karibu katika tafakari ya neno, na tafakari ya leo inatoka kutoka katika kile kitabu cha Mambo wa Nyakati ya Pili, sura ile ya 14, kuanzia mstari ule wa 2. Na kichwa cha somo leo kinasema Bwana nipe pumziko. Lord, give me rest. Bwana nipe pumziko. Bwana nipe kustarehe. Na kupumzika au pumziko ni kuto kustruggle kwenye kitu fulani, ni kuto kuhangaika kwenye kitu fulani. Mfano kazini ukiambiwa kesho usije, pumzika, maana yake hautaenda tena kujishughulisha na zile kazi pale ofisini. Na nyumbani ukisema mimi ngoja nikapumzike, utaingia kitandani, utalala, mwili utapumzika, utakuwa umestarehe, mwili umepumzika, au jishughulishi, umepumzika, unaelewa kufanya kitu. Kwa hiyo kupewa pumziko ni kupewa kuto kuhangaika au kushughulikia jambo fulani au kulipambania jambo fulani, kwa sababu Mungu amekupa utulivu kwenye hilo jambo. Amekupa pumziko kwa sababu amelisawazisha, ameliweka sawa. Tusome tuone jinsi gani hawa watu walipewa pumziko na ni kwa nini Mungu aliwapa pumziko kila upande. Kuna vitu ambavyo walivifanya, ndio maana wakapewa pumziko. Sasa tuangalie ni vitu gani walivyofanya mpaka Bwana akawapa pumziko. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake. Maana alizondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu akazivunja nguzo, akayakatakata maashera, akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Tena akaondoa kutoka miji yote ya Yuda mahali pa juu na sanamu za jua. Ufalme ukastarehe mbele yake. Akajenga miji yenye boma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe, wala hakukuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana amemstarehesha. Kwa sababu Bwana amemstarehesha. Naye akawaambia Yuda, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi ikali bado mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam, tumemtafuta naye ametustarehesha pande zote. Basi wakajenga wakafanikiwa. Bwana aliwapa starehe. Bwana aliwapa pumziko. Vita hazikuwepo tena, nchi ikawa na amani, ufalme wake ulistarehe, hakukuwa na shida, hakukuwa na mahangaiko, kwa sababu Bwana aliwapa pumziko. Bwana aliwapa starehe. Bwana aliwapa rest. Hakukuwa na vita, hakukuwa na mahangaiko, walifanya vitu wakafanikiwa. Ina maana hata uchumi wao haukuwa na shida, walikuwa wako strong financially. Nchi kama nchi ilikuwa imefanikiwa, watu walikuwa wamefanikiwa, kwa sababu wakifanya kazi wanafanikiwa, kwa sababu Bwana Mungu aliwapa pumziko, aliwaondolea mateso, aliwaondolea mahangaiko, aliwaondolea struggle, aliwaondolea ile machangamoto walikuwa wanawazonga. Sasa unaweza kaona hawa kuna vitu walifanya mpaka Mungu akawapa pumziko. Huyu mfalme Asa kuna vitu alifanya akapewa pumziko. Biblia inasema alitenda yaliyo mema, yaliyo adili mbele za Bwana. Bwana akampa pumziko. Aliyaondoa madhabahu ya miungu, akaondoa masanamu, akaondoa maashera, akasafisha, akawaambia watu watii sheria ya Bwana. Je, sisi tuko tayari kufanya yaliyo mema mbele za Bwana? Tuko tayari kufanya yanayompendeza Mungu? Tuko tayari kufanya yale ambayo ni mema machoni pa Bwana? Tuko tayari kufanya yale ambayo yanampendeza Mungu, kuyaacha? Tuko tayari ili Mungu aweze kutupa pumziko? Kwa sababu unaona hapa mfalme Asa
Mungu anampa pumziko kila upande kwa sababu alikuwa anafanya aliyo mema machoni pa Mungu. Je, tuko tayari kuondoa vitu gani kwenye maisha yetu? Tupo tayari kuondoa tabia gani kwenye maisha yetu ili Mungu atupe pumziko, ili Mungu atupe kufanikiwa kwenye kila pande za maisha yetu? Tupo tayari kuondoa tabia gani? Tuko tayari kufanya vitu gani ili Mungu atupe pumziko? Tabia gani ambao unaona hii tabia sio nzuri lakini unaing'ang'ania? Inawezekana tabia fulani ambayo tuko nayo ndio inazuia Mungu kutupa pumziko, ndio inazuia Mungu kutupa mafanikio katika kazi. Kwa sababu Biblia inasema hivi, walifanikiwa wakapewa pumziko. Kazi walizokuwa wanafanya zinafanikiwa kwa sababu waliamua kumcha Bwana. Kuna tabia ambao waliamua kuwa nazo, walianza kutii sheria za Bwana, walianza kumtafuta Bwana, wakatenda yaliyo mema machoni pa Bwana. Tuko tayari kutenda mambo gani machoni pa Bwana ili Mungu aweze kutupa pumziko? Kama kuna tabia ambayo tuko nayo haimpendezi Mungu, inabidi tuache. Kama kuna mienendo maisha ambayo tuko nayo haimpendezi Mungu, ni inabidi tupambane, tuache ili Mungu atupe pumziko. Kupewa pumziko ni raha, ni jambo jema, kwa sababu unaondoka kwenye struggle, unaondoka kwenye masumbuko. Unakuwa na utulivu, unakuwa na amani. Bwana anakupa rest kila pande. Kwa hiyo tuwe tayari wapendwa kuweza kutenda yaliyo mema machoni pa Mungu. Tuwe tayari kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu ili Mungu atupe pumziko kwenye kila aina ya maisha yetu, kwenye kila eneo la maisha yetu. Mungu atupe kupumzika, Mungu atupe amani, kwa sababu tutaamua kumtii yeye Kristo Yesu. Tutaamua kumtii yeye, na leo tutaamua kuishi yale na kufanya vile vitu ambavyo viko ndani ya mapenzi yake. Mfalme Asa alipambana, akaondoa masanamu, akaondoa maashera, akawaambia watu waanze kutii sheria, akawaita makuhani wafundishe sheria za Bwana ili watu wamche Bwana, ili watu wafanye yaliyo mema machoni pa Bwana. Kwa hiyo kwenye hii mistari ambayo tumesoma tumeona kwamba Mungu aliwapa hawa rest kwa sababu walitenda yaliyo mema machoni pa Bwana. Kuna vitu waliamua kuviondoa. Ni kitu gani uko tayari kukiondoa? Tabia gani, lifestyle gani ambayo unaishi unaona hii mbona kama impendezi Mungu, lakini unakomaa nayo, unakaa nayo? Inabidi tuache, inabidi tubadilike, inabidi tubadilishe namna tunavyoishi. Tupambane kuacha mambo ambayo hayampendezi Mungu, tutende yaliyo mema. Neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa hiyo tuishi maisha ya kuchukia nini? Uovu. Tupambane, tujitahidi kuweza kuishi maisha ya kuchukia uovu, kwa sababu kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Na Mtume Petro anasema hivi, katika muda tuliobakia tutumie katika kumcha Bwana, kuchukia uovu. Mungu akubariki sana. Hii ni sehemu ya kwanza ya somo letu lenye kichwa cha Bwana nipe pumziko. Kutakuwa kuna sehemu ya pili. Mungu akubariki sana na ukawe na wakati mzuri. Amen.